unakula mbele yako, miali ya moto inateketeza nyuma yako. Kuna jambo moja, moto wa Mungu kula mbele yako. Kuna jambo la pili, miali ya moto kula nyuma yako. Ila kuna jambo la tatu kujua, je, hiyo miali ya moto uko nayo ama uko nayo? Sawa. Hapo ndipo panapotofautisha. Yaani issue sio moto unakula mbele yako. Issue sio moto unakula nyuma yako. Issue ni je, unajua ya kwamba huo moto unakwenda mbele yako? Sawa. Je, unajua kwamba moto unakula nyuma yako? Ukishajua ya kwamba huo moto unakula mbele yako, hautaki kufarijiwa. Ili uachane na masuala ya kufarijiwa, uachane na masuala ya kukunwa, ni kujua miali ya moto inakula mbele yako, miali ya moto inateketeza nyuma yako. Je, kinachoweza kuja kukuataki, kinao uwezo wa kuhimili huo moto, kinao uwezo wa kuhimili hiyo nguvu, kinao uwezo wa kuweza? Hapo ndipo utakapojua thamani yako wewe na Mungu. Yaani kitakachoweza kukufanya unashinda katika kila eneo, umetupwa katikati ya tanuru la moto, umeshinda, ni baada ya kujua kuna moto unayotangulia mbele yako, ni baada ya kujua kuna moto unaokula nyuma yako. Sasa ukishamaliza kujua, changamoto ni chakula chako. Changamoto ni chakula. Changamoto ni chakula. So unaingia katikati ya changamoto, unaona kufa. Hiyo haipo. Mimi nilishamwambia mke wangu, ukiona nimeamua kwamba nafanya jambo fulani, imeisha. Na ukiona sijaamua kulifanya, au ukijiangaisha ukajitabisha silifanya, ili utakapoona nimesema nafanya, yaani iwe linataka, iwe halitaki, iwe ndani ya uwezo, iwe liko nje ya uwezo, lazima lifanyike by the time, kwa sababu ninajua kwamba hakuna jambo gumu mbele yangu. Sawa. Mwale wa moto unakula nyuma yangu. Tena Biblia inasema unateketeza. Sawa. Nyuma yangu. Alafu moto unakula mbele. Yeah. The way changamoto kabla hujaifikia ilishaisha. Sawa. Sawa. Hiyo ndo siri ya wokovu. Sawa. Hiyo ndo siri ya mtu anayejua kwamba yeye ni nani. Hiyo ndo siri ya mtu anayejitambua kwamba anatoka wapi, anaenda wapi. Yaani katikati ya changamoto yeye ni mlaji. Yaani sio unaona changamoto unaogopa kwamba changamoto iko kwa ajili ya kuwa, hamna. Changamoto ipo kwa ajili ya kupeleka kwenye miujiza. Changamoto ipo kwa ajili ya kupeleka kwenye nafasi. Changamoto ipo kwa ajili ya kupromote. Changamoto ipo kwa ajili ya kutangaza. Changamoto ipo kwa ajili ya kukupa sifa njema. Iko ndani ya mtu wa kufeli kuona changamoto ni uwanja wa kumuua. Na ni mbaya sana mwokozi kupenda kufanikiwa. Sawa. Ninarudia, hakuna kitu kibaya kama mtu kujitambua kwamba wewe ni nani alafu bado ukabaki kutaka kufanikiwa. Sawa. Sawa. Hautofika popote. Yaani mtu aliyekwisha kufeli ni mtu anayependa kufanikiwa. Mtu anayependa kufanikiwa, usisubiri kuona anguko lake, alishaanguka. Yaani ukiona unapenda kuambiwa sasa songa mbele, nyanyuka uende, utapiga hatua, utastawi, umeshakufa. Yaani umeshafanyaje? Matokeo utakuwa nayo, hautashika chochote. Sasa ukishajua kwamba kuna moto unakula mbele yako, kuna miali ya moto inateketeza nyuma yako, unahitaji kuambiwa kwamba wewe ni mshindi. Jua ya kwamba mimi ni mshindi katikati ya changamoto. Sisi ni watu tusiogopa. Na sisi ni watu tusiogopeshwa. Yaani kuna wakati lazima ujiambie kabisa, mimi ninajijua ni nani. Ukiwa katikati ya changamoto, jua ya kwamba mimi ni nani. Ukiwa katikati ya magumu, jua kwamba wewe ni nani. Ukiwa katikati ya hali ambayo uelewe, jua ya kwamba wewe ni nani. Ninampenda mtu mmoja, Daudi. Anasema, Bwana akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Bwana akiwa upande wangu, Mungu akiwa upande wangu, ni nani
aliye juu yangu. Nampenda Mtume Paulo, anasema katika mambo haya yote tunashinda na zaidi na zaidi. Na ile neno zaidi ina maana kubwa. Na ndio maana mimi hutonikuta kwenye hali fulani nikakwambia kwamba ndio mwisho. Wewe wakati unanihurumia, mimi wakati wewe naona ushindi. Na ndio kitu ambacho unatakiwa kutembea. Muda wa kubaki kwenye ukawaida umeshaisha. Muda wa kubaki hapo ulipo umeshaisha. Muda wa kufarijiwa ni muda pekee unauliwa. Yaani muda wakati unafarijiwa ndio wakati unafanyaje? Unauliwa. Songa mbele. Amen. Ninasema songa mbele. Amen. Ninasema songa mbele. Amen. Katika hicho kidogo ulicho nacho, songa nacho mbele. Katika hatua hiyo ndogo ulionayo, songa nayo mbele. Kitakachokupa nguvu ya kuweza kusonga mbele ni kujijua kwamba wewe ni nani. Sema mojawapo ya kumtumikia Mungu ni kutambua kusudi la kuwepo duniani. Nisikilize. Nimesema maeneo matatu ya kumtumikia Mungu. Eneo la kwanza ni kutambua kusudi la kuumbwa kwako. Namba moja ni kutambua kusudi la kuumbwa. Kuna watu hapa mna neema. Hivi unajua una neema na una bonge la neema. Ila kwa sababu ya kutokujua neema ulionayo, unaweza ukafa maskini. Unaweza ukafa na magonjwa. Unaweza ukafa na matatizo. Unaweza ukafa ukiwa ombaomba. Unaweza ukafa ukiwa riaria. Ila una bonge la neema ya kuwa tajiri. Una neema ya kumiliki. Una neema ya kuwa majibu ya wewe. Waokozi ni watu wasiokata tamaa. Waokozi. Mimi Mr. Paul, siku nikikwambia nimekata tamaa, nimechoka, nimefika mwisho, ujue nimekufa. Mimi huyu. Siku ukisikia ninakwambia sasa nimechoka, nimekata tamaa, nakufa, ujue nimefika mwisho. Sio mimi tena. Sio mimi tena. Mimi ni huyu, ni yule ambaye hata kama ningekuwa katikati ya magumu ya namna gani, ninakuona ninapokwenda. Kwa hiyo kati ya kitu ambacho kitakufanya wakati unalitumikia kusudi la kuumbwa kwako, jicho lako lifundishe kuona kule unakokwenda. Moyo wako ufundishe kuwaza kule unakokwenda. Hata kama utakuwa katikati ya magumu ya namna gani, jicho lako lisiangalie magumu, liangalie kule unakotaka kwenda. Hata kama utakuwa katikati ya hali ambayo haieleweki, inakatisha tamaa, umesongwa na matatizo magumu kiasi gani, jicho lako lifundishe kuona ni wapi unapotaka kufika. Niko hivi, nasemaga siku zote, hauwezi kumzuia mtu aliyefanyaje, aliyefanikiwa kuona anakokwenda. Yeremia ile sura ya kwanza mstari wa 4. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4. Tutaenda mpaka mstari wa 10. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 10. Utanisaidia kusoma. Neno la Bwana likamjia Yeremia kusema. Neno la Bwana lilimjia Yeremia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo. Nalifanyaje? Nalifanyaje? Nisikilize. Mungu anajitambulisha, anasema hivi, kabla hajakuumba kwenye tumbo la mama yako alikujua. Na kama alikujua, kuna aina ya vitu ambavyo aliviandaa kabla ya wewe kwanza kuandaliwa kuwa mtu. Alishakuandalia vitu.
nikwambie siri, kusudi linatangulia kabla ya mtu. Kusudi